Tunaweza kutumia vijana wetu vibaya. Ati siku hizi wanachukua vijana wanawalipa pesa, kazi yao ni kuvuruga mikutano ya watu wengine. Vile tumekaa hapa, kina mama wetu wako smart, wako na amani, wanapanga mipango yao. Unatuma vijana kuharibu mkutano kwa nini? Wanachukua vijana wakati wanakosana mambo ya malipo, wanapiga risasi, kijana anakufa. Kuna kijana huko Nairobi tena amepigwa risasi na PS wa serikali ya William Ruto. Wamemuua kwa sababu ya kukosana ya pesa. Ati ilikuwa wamesikizana 200,000 wakampatia 10,000, wakati kijana anaenda kudai balance wanapiga yeye risasi. Maisha ya binadamu ni muhimu zaidi. Governor Kang'ata amezungumza hapa akasema mambo matatu ambaye ni muhimu. Tunataka tuwe na industries hapa, tupee hawa vijana kazi, waache mambo ya kuwa magumu. Sio? Lakini Mheshimiwa Kang'ata, lazima mambo fulani yawe pale ndio mtu aweze kuweka pesa yake hapa, mradi yake hapa Kisii. Kwanza kabisa, ukiangalia katika mataifa ya Afrika Mashariki, bei ya umeme Kenya is amongst the highest. Wakati Ethiopia wanauza chini ya shilingi 1, sisi tunauza shilingi 30. Hakuna mtu ataweka mradi yake hapa. Si afadhali apeleke Ethiopia? Halafu kitu kingine, kabla uanzishe mradi hapa, kuanzia MCA kwenda kwa mbunge kwenda kwa gavana, wanaitisha mwekezaji pesa. Ufisadi imeingia kila mahali, hakuna mtu anaweza weka pesa yake hapa. Tunasema tunataka utawala wa kisheria. Hapana, hii ya mambo ni matatu. Mambo ni matatu namna gani? Tunataka ukikosana na serikali unaweza kuishtaki kotini, wakikupa amri ama ile oda ya mamlaka ya kotini, kila mtu aheshimu. Na ndio maana tunaambia William Ruto, hii serikali yako ya mambo ni matatu, 2027 ndio mwisho wake. Tunakubaliana hapo? Tunakubaliana hapo? Tunataka tuwe na ile inchi ambaye kila mtu ana nafasi. Si ati wakiona ni Mkisii wanaweka CV yake kando, wakiona ni Mluya wanaweka CV kando, wakiona ni Mjaluo wanaweka CV kando. Hatutaki inchi kama hiyo. Tunataka sisi wote tuheshimiwe kama Wakenya. Bila kuchukua muda mrefu, nataka nishukuru my lord the Chief Justice Emeritus Mheshimiwa David Maraga kwa sababu ya kuamua kuja kujiunga na sisi kwa ajili ya hawa kina mama hapa Kisii. Nataka niseme jambo moja na tutasisitiza mpaka ieleweke. Sisi wanalinda mwananchi, hatutatumika kusplit kura ya upinzani. Munanielewa? Kama kuna mtu analala mahali anafikiria ati Sifuna atachochwa asimame kura peke yake, alafu tukute ati Kasongo amepita katikati, nataka niseme nikiwa Kisii, haitawezekana. Huyo Matiang'i tutamtafuta, tukae chini, tumwambie sisi tunaona hii ndio timu ambayo inaweza kudeliver hii victory. Yeye tuwaambie maoni yake ni gani. Tunakubaliana hapo? Tunakubaliana hapo. Alafu tutoe kikosi moja ambaye itapambana na Kasongo. Wangapi wanakubaliana na sisi? Hii timu unaona hapa, hata tukienda peke yetu tunaweza kushinda uchaguzi, lakini tutashinda saa 8. Hawa ndugu zetu wa United Opposition wakienda peke yao wanaweza kushinda, lakini watashinda saa 8. Ile kitu tunasikia Wakenya wakituambia wanataka hii mchezo iishe saa 12 asubuhi. Nyinyi mko hapo? Mko saa 12 ama saa 8? Saa 12. Kwa hivyo wote tukae tuzungumze, si ndio?